Bwana, mambo vipi? Kama ilivyo ada, kama ilivyo kawaida, tunaendelea kuzichambua tips moja baada ya nyingine. Sasa leo tunaingia na tips yetu ya pili, ambayo hii itatuonyesha moja kwa moja kwamba tunawezaje kuwa na imani katika maisha haya. Sasa hiyo tips moja kwa moja inaitwa omba na uwe na imani kwa kile unachokifanya au unachozamilia kukifanya. Mimi na imani katika upambanaji wetu, katika mapambano yetu sisi siku zote tunategemea sana uwepo wa Mungu. Kwa sababu Mungu ndo kila kitu. Yeye ndo anaamua nini kifanyike, nini kisifanyike. Kwa sababu ukiomba na ukiamini kupitia kile ambacho unakifanya, basi utafanikiwa tu. Yaani hata kama sio leo, itachukua muda lakini utafanikiwa tu. Kwa sababu umewekeza nguvu nyingi sana kwa Mungu. Mimi na imani hata katika mapambano yetu unakutana na vitu ambavyo havieleweki, labda pengine unakutana na vitu ambavyo vinaweza kukufanya wewe kinamna moja ama nyingine usifanyaje, usiendelee kuthubutu kwa kile ambacho unakifanya. Ile ni roho ya kishetani. Kwa hiyo inabidi uikatae na uamini katika Mungu. Ukiamini katika Mungu, hata katika kazi zako au katika mambo yako ambayo unayafanya, moja kwa moja yatakupa matokeo chanya kwa sababu umeamini katika Mungu. Kuomba Mungu hatujaanza sisi leo, mababu na mayangu, vizazi na vizazi vya nyuma vilivyopita, kwa sababu wanaamini kupitia Mungu kila kitu kinafanyaje, kinawezekana na kinakamilika. Kwa hiyo mimi naomba vijana wenzangu, katika mapambano yetu yote ambayo tunayapitia, lazima tukumbuke kwamba kuna Mungu, kwa sababu yeye ndiye aliyetuumba na yeye ndiye aliyotuleta hapa duniani. Kwa hiyo tuombe tukiamini, na katika kazi zetu pia tutusaidie sisi hata kufanikisha yale ambayo tunayafanya. Nashukuru sana kwa kunisikiliza. Asante sana.